Tuko wapi? Dakhalat dakhalat alayhi imra'atun wa dakhalat alayhi imra'atun, aliingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamke, fahasha lahu, akamwendelea kuliko aliyebora kufanyiwa vizuri kuliko yeye. Mafunzo mengine tunapata hayo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa pamoja na kuunga udugu wake, lakini hakuwa akiwafanyia ndugu zake, akawahusu na kuwatanguliza juu ya aliyebora kuliko wao. Naam, nasema hili la kuwafanyia wema watu wa karibu wa mkeo kwa zama hizi si mtihani. Tegemea. Watenda wema tu si jambo baya, lakini yategemea. Kama ukitenda wema wachinja mbuzi sasa kwa ajili ya shemejizo na rafiki za mkeo, hamna ubaya. Maana mbuzi huyu nishamchinja mimi huyo. Sasa wale marehemu ndugu na rafiki za marehemu mke wangu hawa, basi wapelekewe, utakuwa na shida gani? na hizi zama na mtihani. Kivipi ustadi? Kivipi? Zama hizi shehe ni mbaya sana. Kwa zawadi hizi itakuwaje? Itakuwa mtihani. Maana kabeba mambo mengine ambayo wala hayapo. Sasa wala nyinyi wakubwa mwajua mengi. Sisi tunajua kwa zama hizi pia kama zile tu, ukiwa na zawadi unapeleka tu. Wewe mwana, haya peleka pale kwa odo wako pale, pelekee. Mpelekee mjombao hii. Kama kutazuka mengine hapo. Sasa utaangalia na hali ilivyo. Pia utaangalia na huko nyumbani nako. Leo wewe hapo nyumbani kwa umechinja udhiya, alafu asema kwamba ili fungu hili tumpelekee mwana nani pale, mwana uani, alikuwa rafiki yake fulani, marehemu fulani, mke wangu fulani, tumpelekee hii. Mara ya kwanza umestahiwa. Ukarudia na mara ya pili ukagunwa. Naipelekwe shekhe ya tatu hiyo. Biasha yeye alikuwa aleti tabu, isipokuwa alikuwa na wivu tu. Jamani, mwanamke huyu alikuwa akipendwa hivi huyu. Sasa kama itaishia kwenye kumwonea wivu marehemu tu, itakuwa haina shida. Lakini hapo shekhe, sio za kimya mwenyewe kumfungu yako kama peleka kwa. Sawa, hiyo sawa, lakini sasa inaweza kaje katolewa asante sasa. Tena saa nyingine apitishwa kule. Mwambie ustadhi asante kwa ile zawadi. Hapo ndo utakuwa umeharibu zaidi. Mbona napewa asante kwa zawadi gani? Shekhe. Sasa utaangalia mazingira ya nyumbani kwako kulivyo kwanza. Hilo ndo la kwanza. Angalia kwanza nyumbani kwako kukoje. Kama hakuna neno, sasa angalia na huko unakopeleka hiyo zawadi. Utapelekaje, kwa mazingira gani atakayokuwa salama? Wa ila shekhe, ndoa yaweza ikafa alafu hakuna atakayekuelewa. Utajifanya watu Mtume alikuwa bwana. Pia kuna kingine vitu watu wetu. Kuna wenzetu zamani alikuwa mtu anaweza kudaka sadaka, watu wako ndani wamelala ikafale.
chukua wala bila kuuliza kutoka wapi. Watu wetu ndio hawana. Wakute tu wetu nje chukua wala bila kuuliza hivi. Ndio kwa mtihani. Hiyo kutokana na zama zetu zimeharibika. Je, kama ni adui yako kukutilia sumu wewe na wanao, hapo watakuwa na mtihani. Labda kama una vipimo ndani vya kikemia. Kwa maana hiyo ndio maana yabidi ukipeleka julikane imetoka kwa nani, sikaje kaleta balaa tu. Zama zimeharibika, lakini hasa ilikuwa hiyo ndio zawadi hasa. Ulempelekea hajui kapewa na nani, na hata akijua haoni haya, pokea akatumia. Sawa, sema waqala inna ala abi fulani laysu li bi awliya. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika ali abi fulani hawakuwa kwangu mimi ni wali, ni mawali. Ghaira anna lahum rahiman saabulluha bibalaliha, kwa ni kwamba wao wana udugu nitauunga kwa kuunga kwake. Kwamba na udugu nao si udugu wa kuwa ni mawali zangu. Wali unajulikana kwamba ni ule wa aswaba, kwa si aswaba zangu, lakini wana udugu nitauunga kwa sababu ya ule udugu wake. Faqad salla alayhi salamu bi Umamata binti, asema waqad salla bi Umama ibnatihi Zainaba radhiyallahu anha, alimsalia Umama mtoto wa binti yake Zainab, Mwenyezi Mungu amwele radhi. Yahmiluha ala atiqihi, hali yakuwa anambeba begani kwake. Fa idha sajada wadaaha, kisujudi anamweka chini. Wa idha qama hamalaha, na kisimama anambeba. Tumeelewana ilikuwa ni hali yake hiyo alikuwa nayo mwenyewe, huruma, mapenzi kwa watoto, mpaka ndani ya swala aswali kamshika binti. Ikifika saa ya kurukui sio na kusujudi, amweka chini kwanza, arukui, akasujudi, akimaliza achukua mjukuu huyo, akasimama kwa rakaa nyingine. Umeelewana Hii ni hadithi amepokea Imam Bukhari na Muslim kutoka kwa Abi Qatada. Wa Abi Qatada takala wafada wafdu lin-Najashi, ulikuja ujumbe wa Najashi kwa Mtume. Faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhdumuhum, akasimama Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwatumikia na kuwahudumia. Unaelewana mwenyewe Mtume akasimama atoa huduma. Fakala lahu ashabuhu, nakfika, wakamwambia Mtume sahaba zake, tukutosha sisi, hata sisi tukusaidie bwana kufanya hiyo kazi. Fakala innahum kanu li ashabina mukrimina, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawao walikuwa kwa sahaba zangu ni wenye kuwakirimu. Sahaba zangu wamekwenda wamehama, wamekwenda kule Habasha, wamwakirimu. Wa inni uhibbu an ukafiahum, na mimi napenda kuwalipa. Hapa tunajifunza mengi katika hayo ni aliye bora kuwatumikia alowazidi ubora, kwa maana katika sunna kufanya hivyo. Lakini pia hapa tunajifunza vile vile kumlipa anayekufanya wema kwa namna ya wema wake, hata kama usipofikia wa kwake. Lakini pia tunajifunza hapa kwamba anayewatenda wema watu wako ndo kakutenda wewe. Kwa vile ukiwatumikia wewe mwenyewe ni sawa sawa na kwamba umewapa zaidi, hata kama unalofanya halifikii walilofanya wao. Unaelewana? Pia tunajifunza sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam
na kiasi cha kutaka analolifanya awache wafanye wao. Umeelewana eh? Pia tunajifunza adabu ambazo wazee wetu wametufundisha. Kimwona mtu mzima afanya kazi, kabeba mzigo, kafanyaje, umpokee, si ndio? Sasa ndo hawa Mtume atoa huduma wataka wampokee. Sawa? Kwa hiyo aliyekuzidi umri, aliyekuzidi cheo, au aliyekuzidi ubora wa kiakhera kwa itikadi yako, sababu inna akrama, Mwenyezi Mungu anamjua mwenyewe, lakini wewe huo ukaitakiri kwamba huo ni bora kuliko mimi. Ukimwona afanya kitu, basi msaidie, mpokee. Basi ikiwa ni kwa wali au kwa ilmu Lakini sisi leo tunaweza fanya kwa mwenye pesa. Kimwona mwenye hela kashika fagio afagia, anataka kusaidia mzee, hata kama kijana utamuita mzee. Lakini unaweza mkuta shekhe afagia pale, ukapita na zako. Au unaweza mkuta mtu mzima kashika fagio afagia, usimwambie lete nikufagie nikusaidie kwa kuwa ni maskini, ukamwacha afagie. Tuenda kinyume nyume. Kwa hiyo atakiwa tufanye hivyo basi Walamma jia bi ukhtihi min ar-radha'a ash-Shaymai, zamani alipoletewa dada yake wa kunyonya akiitwa Shaymaa, fi sabaya Hawazina, katika mateka ya Hawazi. Wataarafat lahu, akajitambulisha kwake. Shaymaa akajitambulisha kwa Mtume kwamba yeye ndugu yake wa kunyonya. Basatalaha ridaahu, alimkunjulia kamtandikia. Wakala laha, akamwambia in ahbabti aqamti indi mukramatan muhabba, kwamba kamtandikia akae, sio wakati ameshakaa ndo akamwambia maneno haya, ukipenda aqamti indi mukarramatan muhabba, utakaa mbele zangu hali ya kutukuzwa, yani hali ya kukirimiwa, hali ya kupendwa. Takuonyesha mapenzi makubwa, takukirimu. Au mata'tuki warajati ila qaumiki, au nitakuachilia urudi kwa hali zako, kwa jamaa zako Nitaka nikupe, nikuachilie, nikupe vya kukupa wende zako. Maana matatuki, nikupe vitu, nikupe zawadi mbalimbali, urudi kwa hali zako. Fakhtarat qaumaha, akachagua jamaa zake kwamba mimi bwana naona bora nirudi tu kwetu, kakae na jamaa zangu Basi famataha, akampa vya kumpa, akaenda zake Qala Abu Tufail, raaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, nilimuota Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa anahu, nilimuona Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa ana ghulamu, na hali mimi ni kijana. Idh aqbalat imra'atun hatta danat minhu, mara alikuja mwanamke mpaka akamkurubia Mtume. Fabasata lahu ridaahu, Mtume akamkunjulia nguo yake ya kujiamika. Fajalasata alaihi, akakaa juu yake nguo ile mwanamke yule. Fakultu, nikasema man hadhihi, nani huyu atandikiwa na Mtume nguo yake? Qalu ummuhu allati arda'atu, wakasema ni mama yake aliyemnyonyesha. Angalia anavyowaheshimu ndugu na mama wa kunyonya. Takrima aliyofanyia dada yake ndio hiyo hiyo aliyofanyia mama yake Kwa hapo tunajifunza kwamba ndugu wa kunyonya pia watakiwa uungwe, sio udugu tu wa kuzaliwa Naam.
wawani, lakini hawarithiani. Hawawani, isipokuwa sasa una tofauti na udugu wa kuzaliwa. Sababu dada yako wa kunyonya humuowe, sio? Je, wamrithi au akurithi? Hapana. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya udugu wa kuzaliwa na wa kunyonya. Lakini sasa hapa tumefundishwa kwamba katika heshima na kuunga udugu huu pia watakiwa uungwe huu, basi na kutazama nini unapata kutoka kwao. Manake sisi wa siku hizi tulivyo, kama ana kijinafasi au kwao kuko vizuri vizuri, utampa heshima zote kwa matarajio kwamba siku moja na wewe utakuja kunufaika, watakuona angalau Lakini kama ndio choka mbaya, ndio katoka zake mlalo, sasa ukaja mlalo hapa atanekea wegazi tu wakati pia atakiwa aungwe huyo, tena aungwe kwa nguvu zote. Na yule ambaye katoka mbali na yuko katika hali ya chini, huyu ndo atakiwa umshike kweli kweli kuliko yule ambaye yuko katika hali nzuri. Maana yake yule anayeishi mjini na hana hali mbaya sana si sawa na yule anayetoka kijijini ana hali mbaya, sawa? Wa Umar ibn Sa'ib anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana jalisa yauma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kukaa siku moja. Fa aqbala abuhu min ar-radha'i, akaja baba yake wa kunyonya. Fawadha lahu ba'dha thawbihi faqa'ada alayhi, akamwekea baadhi ya nguo yake akakaa juu yake. Thumma aqbalat ummuhu fawadha laha shiqqa thawbihi min janibihi al-akhara, min janibihi al-akhari, kisha akaja mama yake wa kunyonya hivyo hivyo akamwekea upande wa nguo yake kwa upande mwingine, kwa upande wake katika upande wake mwingine. Fajalasat alayhi, akakaa juu yake. Thumma aqbala akhuhu min Abi Daudi, lakini ni mursal. Wapokeaji wake ni mathika, lakini ni mursal. Qala Ibn Kathir fi al-Bidayah wan-Nihaya, Allahu a'lam bi sihhatihi. Kwa sasa hapa yeye mwenyewe kwanza wale kawaheshimu, kawakalisha, na huyu naye akamkalisha mbele yake. Umeelewana katika kuonyesha kuwakirimu ndugu wa kunyonya. Wakana yabathu ila Thuwaibata maulati Abi Lahab murdi'atihi bisilatin wa kiswa, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anampelekea Thuwaibatul Aslamia, ambaye huyu ni huru la Abi Lahab, murdi'atihi, aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya kwenda kwa Halimatu Saadia kunyonya, alinyonya kwa Thuwaibatul Aslamia. Kwa huyu naye pia alikuwa akimpelekea bisilatin wa kiswa, vipawa na kivazi. Wasila basila bena fata, lakini swali hamna yeye badake, basi ni bisilatin, yab'athu bisilatin, kwa kipeleka vipawa, wa kiswati, vivazi. Falamma matat, alipokufa Thuwaibatul Aslamia, saala man baqiya min qarabatihi, aliuliza waliobaki katika ndugu zake. Kwa jamani, Thuwaiba hakuna ndugu yake yote aliyebaki katika ulimwengu huu.
Fakila la, kaambiwa hapana, hakuna aliyebaki katika nduguze. La ahada, hakuna yoyote nao ni hadithi mursal vile vile. Wa fi hadithi Khadijah radhiyallahu anha annaha qalat lahu abshir, katika hadithi kisa cha Khadija radhiyallahu anha, katika mazungumzo ya Khadija pana kwamba yeye Khadija alimwambia Mtume wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka katika ghari Hiraa, akiwa amekutana na kishindo alichokutana nacho cha Jibril na kuteremshiwa Qur'ani, akiwa na hofu, dathiruni basi bibi Khadija katika kumpoza kwake akamwambia maneno haya, abshir, furahi Muhammad, mafurahi, hilo itakuwa sio jambo baya, ni jambo zuri kwako. Fa wallahi, na hapo kwa Mwenyezi Mungu, la yukhzika Allahu abada, hakudhalilishi wewe Mwenyezi Mungu milele. Innaka latasilu rahima, hakika wewe unaunga udugu. Innaka latasilu rahima, si ndio? La yukhzika Allahu abada, au ikiwa yahzunu itakuwa hakuhuzunishi, sio? Lakini hapana, la yukhzika ndo sawa. La yukhzika Allahu abada, hakudhalilishi wewe Mwenyezi Mungu milele. Innaka latasilu rahima, kawe unaunga udugu. Watahmilu kalla, na unambeba fakiri ambaye hana kitu, wamsaidia wewe. Wataksibu almaduma, na unachuma venye kukosekana ambavyo wengine hawavipati, wewe unavyo wavipata. Mambo na sifa zilizo nzuri. Wataqri dhaifa, unamkirimu mgeni. Watuinu ala nawaibil haqi, na unasaidia wewe juu ya mambo ya haki. Kwa bwana wewe huwezi kudhalilika. Angalia sifa hizi zote alizopewa. Huyo ndiye mtukufu wa daraja, bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vitu kama hivi atakiwa tujifunze na tujipambe navyo. Na jambo la kwanza litakalo kusaidia kuweza kujipamba na sifa hizi, kwanza ondosha fungu la nafsi yako katika nafsi yako, katika moyo wako litoke fungu la nafsi yako, ubinafsi. Elewana kiasi unachokipata uone kwamba wewe na mwingine mtumie ni sawa, tukutumia kama ambavyo yeye kakosa ungekosa wewe umepata angepata yeye, kwa msaidie mwenzio. Ndio kubwa hili ndio jambo la kwanza la kusaidiana. Lakini sisi wasa wengine yafikia wewe mwenyewe huwezi msaidia mtu, lakini kama kuna mwingine pia asaidia, sasa bwana mjinga huyu ampa hela kweli yule bwana, yeye mwenyewe basi anake maskini wa kutupa, lakini apata kitu badala ya kumsaidia yeye na familia yake, awapa watu tu, hawajulikani mbele wala nyuma. Sio hivyo. Hiyo itakuwa ni shuhu, ni ubakhili uliopetuka. Maana shuhu ni ubakhili kwamba mwenyewe kutoa hutaki, lakini na mwingine akitoa pia nafsi ya umma. Kwa inshallah, kwa sababu Mtume ndivyo alivyokuwa, na sisi Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na masomo haya tunayoyasoma atupambe na hizi sifa. Inshallah tashi hapa. Na kwa fanadhiratun bima yarjiul mursalun, mimi ni mwenye kutazama watarudi na jambo gani wenye kutumwa. Yani yarjiu bima almursaluna, kaisufanya kwamba yofe
Fe ni ya nani? Ni ya taqibi. Wa inni mursilatun bihadiyatin, mursilatun ilaihim bihadiya, mimi ni mwenye kuwapelekea zawadi. Fanadhiratun, kisha ni mwenye kutazama. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفيلا كرما، وأنزل كل حلال دائما، وأقل أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشرور، وأقرنا بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المرسلين، واغفر استر أنت أكرم من ستر، والصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرب، آمين سر مستقيم.